kwamba tutakuwa na mgeni wetu Dr. Crispin Kahesa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya kinga kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road ORCI kwa kifupi unaweza ukaita hivyo. Lakini leo tutajikita zaidi kuzungumzia mustakabali wa huduma za saratani nchini Tanzania, lakini pia tutazungumzia uzinduzi wa mpango mkakati wa mwaka 2026 2030. Kama taifa lazima tuwe na mpango mkakati, kwamba tunajiwekea mpango mkakati wetu sisi ni upi. Na nikueleze tu taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa kweli taasisi muhimu sana hapa nchini Tanzania, kwa sababu mimi naweza kusema ni hospitali ya kitaifa ya kuweza kupambana na saratani. Nadhani nitakuwa niko sahihi kabisa. Tumeangalia kwa namna gani ambavyo wanazidi kupambana, lakini pia sio kupambana tu, lakini pia kutoa elimu kwa wananchi. Kama leo hii tumekuja hapa daktari kwa lengo la kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, uweze kufahamu dalili za saratani nini, lakini wataalamu wanatushauri nini hasa katika swala zima la saratani. Jana ilikuwa ni siku ya moyo Emily, tukaambiwa kwamba asilimia kubwa magonjwa yasiyoambukizwa hanaga dalili ya moja kwa moja. Yaani unakuwa unashtuka tu tayari imeshakuwa imekuathiri kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii yote ndio maana wataalamu wanatushauri kwamba tujenge tabia ya kuhakikisha kwamba tunapima afya zetu mara kwa mara. Dr. Crispin, karibu sana. Asante sana. Ndio. Tunaomba tupe salamu kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kwanza nashukuru sana kupata nafasi hii kuungana na leo hapo kwenye Channel 10 kuweza kuongea na ndugu watazamaji wetu hasa kuhusiana na taasisi ya saratani lakini kuhusiana pia na saratani ambao watu wengi walikuwa wanaifahamu kama kansa, ndio neno ambalo ila Kilatini ilikuwa likifahamika. Kwanza tuongelee taasisi ya saratani. Wengi hasa waliozaliwa au walikuwepo Dar es Salaam. Hii ni taasisi yenye historia kubwa sana. Sawa. Ukiangalia enzi ya ukoloni wa Ujerumani, taasisi ya saratani ya Ocean Road mwanzo wake ilikuwa ni kama hospitali ya wakoloni ambayo ilikuwa inatoa huduma. Kwa hiyo imepitia kipindi mchakato mrefu mpaka imekuja kuwa taasisi ya saratani. Hospitali yenyewe ya Ocean Road ilikuwepo tangu mwaka 1890. 1890. Hata ukiangalia majengo, muonekano inaweza kukupa picha kwamba ni majengo yenye historia. Baadaye kaenda kuwa ni hospitali ya wazazi. Kuna watu unasikia wa Dar es Salaam wanakuambia umezaliwa Ocean Road wa miaka hiyo 70, 60. Na mzee wangu mwenyewe toki bwana Dachi ananiambia wewe umezaliwa ndani, mimi nimezaliwa hapa Ocean Road karibu na bahari kabisa. Nikamwambia sawa bwana mzee wa mjini. Na neno lenyewe unaambiwa ni Ocean Road, maana ilikuwa ni baharini. Kutoka pale baadaye ikawa ni hospitali inatoa huduma za mionzi tu lakini ikiwa chini ya hospitali mama ya Muhimbili. Unajua hospitali nyingi sana hizi ukiangalia kubwa za Dar es Salaam, ya moyo, JKCI, ya mifupa, MOI, zote asili yake zilitokea hospitali ya Muhimbili. Kabla kuwa na hizo hospitali nyingine ndogo za wilaya na kadhalika. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1996 taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa idhini ya bunge ikatengenezwa kuwa kwamba ni taasisi ya kujitegemea. Kwa hiyo na miaka takriban sasa hivi inaenda miaka 30. Mwakani hapo tunatimiza miaka 30 tutashuhudia. Na hii imejikita, ni taasisi mama ya kitaifa na kimkakati. Nikisema ya kitaifa ni kwamba ni lengo lake kubwa moja ni kuzuia saratani kwa kutoa elimu, kutoa chanjo na kujaribu kubadilisha mienendo ya jamii ili iweze kuepukana na saratani. Yani kitaifa. Lakini pia kufanya ugunduzi na uchunguzi wa awali wa saratani. Lakini natoa vipimo vya kibingwa, matibabu ya kibingwa, tafiti, mafunzo na kujengea uwezo hospitali nyingine kuweza kutoa huduma za saratani nchi nzima. Lakini licha hivyo ni ya kimkakati kwa sababu ukiangalia kwenye ukanda huu wa kusini mwa Afrika, hii ndio taasisi pekee ambayo inajulikana kama ni ya saratani.
Hizi nyingine zinatoa huduma za saratani, lakini zikiwa zimechanganywa na huduma nyingine. Kwa hiyo tiba utalii ukiangalia kwa nchi zinazotuzunguka hapo ukanda wetu huu kama Malawi, Komoro, Rwanda, Burundi, hata nchi jirani za Kenya, Uganda, Mozambiki, bado tunatoa huduma hii, na Zambia wanakuja kupata huduma hii. Lakini pia tunatoa mafunzo ya wataalamu. Kwa hiyo tunasema ni taasisi ya kimkakati. Kwa hiyo hata watoa huduma wake, vifaa vyake ni vya kimkakati, ni ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Sawa. Kumbe ni taasisi ya kimataifa, yani kusema hivyo. Mimi niko naichukulia katika hali ile, taasisi yetu kumbe imevuka mipaka, umuhimu wake umevuka mipaka. Na hiyo yote kwa sababu tuliweka kuwa ni taasisi ya saratani pekee mara baada ya kugawanyisha, tofauti na wenzetu ambao wamechanganya hii kwamba magonjwa mengine yanatibiwa na saratani umo. Na utuambie kuna utofauti gani kuweka ya kipekee tu saratani na usipochanganya na magonjwa mengine, kulikuwa na utofauti gani hasa? Cha kwanza nafikiri ilivyoanzishwa tulikuwa na maono ya mbali sana. Okay? Tuligundua kwamba tuliangalia changamoto gani tunazo za kwenye bara na kwenye nchi, na tulikuwa tunataka kuangalia wapi tunataka kufika. Tukaona ili uweze kutoa tiba bora na bobezi, lazima uhakikishe una mwelekeo, au wanasema una focus. Okay? Ili watu wa pale, wataalamu wote na vifaa vyote, tuweze kujikita kisahihi. Kwa sababu sisi hatujaangalia kutoa tu huduma, tunaangalia huduma bora. Na tukaona ili kuweza kuisambaza nchi nzima, lazima tuhakikishe tuwe na sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo pale sisi tunasema ni kitovu au kitivo cha mafunzo. Ndio maana inafanya kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Muhimbili. Kwa tunatoa mafunzo ya stashahada na shahada za taalamu. Lakini tukaona pia hizi huduma ziweze kusambaa nchi nzima, ni lazima tuhakikishe kwamba tunatumia wataalamu wa ndani kuzisambaza. Kwa kipindi kilichopita tulikuwa tunaenda nchi jirani, Afrika Kusini au nchi za Ulaya kwenda kupata mafunzo. Kwa hiyo tukaona tuwezi kuendelea kuwa tegemezi. Ili tuweze kujitegemea wenyewe na iwe endelevu, lazima tujenge uwezo kwa wataalamu wa ndani. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kitivo cha kibingwa na bobezi kwa matibabu, vipimo na mafunzo. Ndio maana ni nchi pekee ukiangalia kwenye ukanda wetu wa kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki, tumeweza kusambaza huduma za saratani karibuni kanda zote kubwa. Ukilinganisha na wenzetu, kuna baadhi ya nchi ukienda unakuta hawana kabisa hizi huduma. Nchi nzima wanakuja huku, lakini sisi tumeweza kwa sababu tulianza kutumia wataalamu wa ndani kwa kuangalia mazingira ya ndani, tukaweza kuzisogeza. Kwa hiyo ukiona sasa hivi Dodoma, Benjamin Mkapa wanatoa huduma za saratani. Ukiangalia KSMC Kilimanjaro wanatoa huduma za saratani. Ukienda kanda kusini za Mbeya, wanatoa. Ukienda ukanda wa Ziwa Buganda wanatoa. Najua haziko kwenye kiwango sawa na hapa, lakini ni mwanzo mzuri. Na tunataka tuhakikishe kwamba kila kanda inapata huduma hizi. Lakini tuzishushe pia hadi kwenye hospitali zetu za rufaa za mikoa. Hizo tu ni za matibabu na uchunguzi. Lakini ukiangalia uchunguzi, tunashuka sasa hivi kwenye level ya wilaya. Kwa hiyo ndio maana haya maono ya mbali ya kuifanya iwe yenyewe ilikuwa ni kwamba ili kuhakikisha rasilimali zinawekezwa kwenye sehemu ambayo itakuwa haina ushindani. Unajua kwa kipindi kikubwa sana, kipindi cha nyuma, magonjwa ambayo hayaambukizi ndio ilikuwa ajenda ya nchi zetu hizi ambazo za hali ya chini na zinazoendelea. Tulikuwa tunazungumzia kipindupindu, tulikuwa tunazungumzia malaria, tulikuwa tunazungumzia vifo vya watoto wakiwa na umri mdogo na kina mama wajawazito, mama na mtoto. Magonjwa ya kuharisha. Lakini sasa hivi tumeanza kwenda kwenye mnyororo mwingine wa magonjwa. Sisi tunasema ni transition. Sasa hivi tuna magonjwa ambayo hayaambukizi.
ikiwepo saratani, ajali, shinikizo la damu, magonjwa ya akili na msongo wa mawazo. Haya ndo magonjwa na saratani. Ndio. Na haya yana gharama kubwa sana. Yes. Kwa hiyo ndio maana tukaona kwamba sasa ukiyachanganya magonjwa haya pamoja, kwa sababu hata approach au njia za mapambano zinatofautiana kidogo, ndio maana wakaona hapana, tuiweke kama taasisi yenyewe ili iweze kukua na iweze kuwa na mipango yake na iweze kuwa ni kitovu au kitivo cha maendeleo. Kabla sijampa ndugu yangu Emili, kwanza tu daktari tusaidie. Tunazungumzia saratani. Saratani ni nini? Na mimi ninaposikia huko Ndio kuna saratani ya kizazi, sio saratani yaani ziko nyingi hapa. Tuanze kuifahamu saratani ni nini, lakini tunaweza tukajikinga na saratani, kwa sababu nimeambiwa hapa hazina dalili za moja kwa moja. Sasa tunaweza kujikinga na saratani. Karibu tuanze. Asante. Kama nilivyosema awali, neno saratani lilitokana na ni jina la Kibantu, lakini mwanzoni lilikuwa nafahamika kama kansa. Na neno hili maana yake ni nini? Haya ni magonjwa, kwanza ni ugonjwa ambao hauambukizi, cha kwanza, lakini unatokea pale ambapo udhibiti au program ya uzalishaji, ukuaji wa chembe hai zako unapovurugika. Kwa hiyo kukiwa na kukosekana na udhibiti au mvurugano wa hizi ukuaji wa chembe hai, unajua binadamu ni kama nyumba. Ndiyo. Nyumba inajengwa na matofali. Kwa mwili wa binadamu umejengwa na chembe hai. Chembe hai moja ikiunganika na nyingine inatengeneza, tunasema tissue. Tissue ikiunganika tena inatengeneza labda organ, ndio kiungo kama figo na kadhalika. Ndio. Hivi vyote vikiunganika ndio vinatengeneza mfumo na baadaye ndio unakuwa ni mtu. Unaona? Sasa inapotokea chembe hai moja ikavurugika, moja zikizaliwa bila mpangilio, na zikazaliwa nyingi, mfano zinatakiwa labda chembe hai 10, zikazaliwa chembe hai 50, maana kutakuwa na mrundikano, huo utaonekana kama ni uvimbe. Au chembe hai ikatakiwa iishi kwa siku 10 au siku 50, matokeo yake ikaishi labda kwa siku 5. Ndio. Maana yake kutakuwa na upungufu. Mfano tunakwambia saa nyingine una upungufu wa damu. Maana yake ni kwamba labda uzalishaji wa chembe hai nyekundu ni mdogo, maana yake ni upungufu. Au ikatokea zikazaliwa nyingi zaidi. Ndio. Au zikaishi muda mrefu zaidi. Unajua mfano hata mrundikano unatoka kama takataka. Okay. Zitagombania chakula, zitagombania nafasi. Unaweza kukuta wakati mwingine una chembe hai nyingi, wewe mwisho zitakufa kwa sababu ya msongamano. Kwa hiyo maana yake hizi saratani nyingi ndio maana zinaonekana kama uvimbe, kwa sababu zinakuwa bila mpangilio. Kwa muonekano labda itakuwa ya duara, hii nyingine inakuwa ya boksi, hii nyingine inakuwa hivi, na zinazaliwa hazina mpangilio wa kufa wala kuishi. Kwa hiyo unakuta saratani nyingi zinaonekana kama ni uvimbe, lakini sio kila uvimbe ni saratani. Nyingine inategemea iko eneo gani. Mfano kwenye damu, ukiangalia hamna uvimbe, utaona tu kuna chembe hai nyingi sana, lakini ni changa, bado hazijapevuka. Ndio unakuta tunapata hizi saratani za damu, leukemia. Lakini saratani nyingine unaziona kama ni kidonda. Yaani maana yake labda inawezekana zimerundikana zikafa, au hazitengenezwi mpaka zifikie kiwango fulani, zinakufa mapema. Kwa unakuta inatokea kidonda. Kwa hiyo saratani ziko zaidi ya 200 na zinatajwa kulingana na eneo gani la mwili limeathirika. Ndio. Mfano, mabadiliko hayo yakitokea kwenye ngozi itaitwa saratani ya ngozi. Ikitokea kwenye titi itaitwa saratani ya titi. Ikitokea kwenye njia ya kizazi, saratani ya njia ya kizazi. Ikiathiri labda tezi dume lako, tezi dume ndio ni kiungo. Ndio. Itaitwa saratani ya tezi dume. Lakini ni swali zuri tuulizane kwamba
kwa nini inatokea. Lazima kuwe na sababu ambalo tufahamu. Tukijua sababu, tunaweza kujua njia gani ya kuzuia, njia gani ya kuepuka au kupunguza, na hata njia gani tunaweza tukaidhibiti au kuitibu. Ndiyo. Hii sababu tunaweza tukazigawanya kwenye makundi makubwa mawili. Moja ni zile ambazo si tunasema unaweza ukazibadilisha au ukazizuia, yani ziko ndani ya uwezo wako. Ndiyo. Si tunasema hizi ni modifiable. Kuna nyingine tunasema haziko ndani ya uwezo wako. Tuanze na zile ambazo haziko ndani ya uwezo wako. Mfano, 5% ya saratani zote, kati ya saratani 100, 5 zinatokana na kurithi. Yaani vinasaba vyako. Ujue kurithi ni kama mfanano, muonekano mnavyoonekana. Unaweza kuwa umerithi urefu, taswira, tabia. Kwa hiyo kumbe una vinasaba ambavyo vinahama kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya watu vinasaba vyao vimepata mapungufu kutokana na sababu mbalimbali. Kwa hiyo unakuta kuna aina saratani zinatokea kwenye familia au jamii fulani au koo fulani mara kwa mara. Mfano, saratani ya matiti 5% zinatokea kwenye familia za karibu, na tezi dume, saratani za utumbo mpana, hizo zote ni za ndani na kurithi. Sasa ile tunasema kurithi, huwezi kuchagua bwana. Ni kweli. Huwezi kuchagua kambi kwamba bwana mimi nirithi tu sauti au nirithi muonekano. Kama ilivyokuwa kuchagua mama ni mama. Mama ni mama. Kwa hiyo unawezekana ukarithi hata hii maradhi mengine. Sisi saratani tu, hata kuna baadhi ya maradhi ya kurithi, mfano wenye sickle cell. Kuna watu wanarithi. Lakini kutoa kurithi, kuna swala la umri. Umri bwana hauwezi kubadilisha. Yaani ule ni sisi tunasema huwezi kusema bwana mimi sizeeki. Ni kwamba ni swala la wakati tu. Kwa hiyo kuna saratani ambazo zinatokea kwenye umri fulani. Sawa. Lakini kwa nini? Moja ni inawezekana kuna baadhi ya vitu vihatarishi unaishi navyo unatumia miaka mingi, kwa hiyo madhara unayapata uzee. Kwa hiyo umri nao pia huwezi kubadilisha. Kuna saratani zinaendana na jinsia, yani jenda. Kuna ambazo zinaathiri kina mama peke yao, kuna ambazo zinaathiri kina baba. Hizo tunasema vitu hivyo huwezi kuvizuia. Lakini vitu ambavyo tunaweza kuvizuia vingi vinaendana na mazingira yetu. Moja, kuna vijidudu, viumbe hai. Viumbe hai tukisema unazungumzia baadhi ya virusi, bakteria, baadhi ya wadudu wengine mbalimbali. Mfano virusi, kuna kirusi kinaitwa papilloma. Kinasababisha saratani ya mlango wa kizazi. Hicho unaweza kukizuia. Kuna kirusi cha hepatitis B. Na hivi ni mlango wa kizazi hapa kwa wote, mwanaume na hapana. Kina baba hatuna mlango wa kizazi. Ndiyo. Tuna uzazi. Tuna uzazi. Mlango wa kizazi ukisema ni kwa wanawake na mama. Sawa. Kuna kirusi cha homa ini ambayo hepatitis. Hicho unaweza kukizuia. Kuna vijidudu vinasababisha kichocho. Umewahi kusikia? Unaweza kuvizuia. Kwa sababu tunapelekea saratani ya kibofu. Kuna bakteria wanaitwa Helicobacter pylori. Unaweza ukienda hospitali unaambiwa una vidonda vya tumbo nini, ni wale wadudu. Wale unaweza kuwazuia. Na wadudu mbalimbali. Hayo ni makundi. Haya yanazuilika kwa sababu ya maambukizo yake au upatikanaji wake unawezekana ukaendana na mwenendo wa tabia au matendo yetu ya kila siku. Sawa. Naona muda twende sasa kwenye mustakabali wetu wa saratani. Emili, wewe una jambo hapo? Nilikuwa na jambo. Amezungumzia umri pale. Nitamani kufahamu kwa sababu kuna magonjwa mengine
siku hizi kama pressure unaambiwa mpaka mtoto mdogo anapata, si miaka miwili mingapi. Vipi kwa upande wa saratani? Hiyo nayo inaweza kumpata hata mtoto mdogo? Yeah. Kama nilivyosema, saratani kundi kubwa wanaoathirika ni watu wenye umri mkubwa, kuanzia miaka 40 wastani na kuendelea ndio sio, lakini pia watoto wadogo, kuna saratani ambazo zinaathiri watoto wadogo. Okay? Mtoto anazaliwa na anaweza kuzaliwa baada ya muda akawa na saratani au kazaliwa na saratani. Sawa. Mfano saratani za macho, za ini na kadhalika. Kwa hiyo haichagui umri, haichagui jinsia. Ila kundi kubwa ni watu wazima. Ndio. Twende, mustakabali wa huduma za saratani nchini Tanzania upoje? Kama unavyoangalia, kwanza tutambue kwamba kuna wingi sana wa wagonjwa wa saratani na ongezeko ni kubwa. Ukiangalia miaka 20 iliyopita idadi imeenda mara 2. Sasa hivi tunazungumzia zaidi ya wagonjwa wapya 1042 kila mwaka, wagonjwa wapya. Pale Ocean Road kwa mwaka tunaona wagonjwa zaidi ya 8,000 na wa marudio zaidi ya wagonjwa 54,000. Dr. 1040 ni Tanzania peke yake? Tanzania nzima 1042. Hao ni wapya. Yaani kila mwaka unaingiza watu 1042 kwenye rekodi. Tanzania peke yake. Tanzania peke yake ambao wanabainika na saratani. Okay. Ingawaje wanaojitokeza kufika kupata huduma hospitalini unaweza kukuta ni kama watu 16,000 hivi. Okay. Wengine sio kwamba wapate huduma, kwa tamaduni zetu anaweza kaenda kwa tiba asilia, akaenda tiba maombezi. Kuna wengine akafia nyumbani kwa imani zake. Ndio. Kwa idadi, kuna idadi chache inafika, lakini takriban idadi hiyo. Kwa ukiona idadi hiyo, ukijiuliza tu hao ni wagonjwa wapya. Ndio. Kumbuka bado kuna wengine wanatibiwa endelea kupona. Sasa wale wanaoishi na ugonjwa ni wengi. Kwa idadi ni kubwa. Kwa uhitaji wa huduma ya saratani haukwepeki. Ni mkubwa sana. Kwa kama ukiangalia ilipaswa kwa nchi yetu ilivyo kubwa kijiografia, unaona, lakini na kwa idadi, hospitali nyingi za saratani mwanzoni zilikuwa ziko tu mjini. Kwa miaka, ukiangalia miaka 15 iliyopita au 10 iliyopita, ni taasisi pekee inayotoa huduma ya saratani ilikuwa ni Ocean Road. Sasa jiulize, mtu anatoka Katavi atafikaje Ocean Road? Mtu anatoka Ruvuma, Kagera, Kigoma atafikaje Ocean Road? Kwa ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo huduma kulikuwa ni moja, kuna uhitaji wa huduma. Kwa hiyo ndio maana tukaanza kufundisha wataalamu na kuzisambaza. Lakini pili, tulikuwa tunapeleka wagonjwa wengi sana nchi za nje. India. Kwa hiyo tulikuwa tunapoteza hela nyingi sana. Kwa wenzetu India ilikuwa ni kama zao la biashara. Ndio maana nasema medical tourism. Tiba utalii. Hela zako zote za kigeni unazofanya, unauza mazao, unauza madini, zote unabidi utumie kwenda kupeleka wagonjwa. Na ni gharama kubwa. Ni gharama kubwa. Sababu unakuta wastani wa mgonjwa mmoja ukimpeleka na mazingira sio chini ya milioni 30. Sawa. Ni hela nyingi sana. Kwa hiyo ni bilioni zaidi ya 36 kwa saratani tu tulikuwa tunatumia kwa mwaka kupeleka wagonjwa India. Bilioni 36. Yes. Kwa sasa hivi sisi ndo tumekuwa sasa, wao ndo wanakuja wa nchi jirani, sasa ndo wanakuja. Sisi hatupeleki mgonjwa nje sasa hivi. Ndio. Tuna wataalamu bobezi kuanzia kwenye level zote za kibingwa, za PhD mpaka za chini. Sawa. Lakini vifaa, tuna mashine sisi za mionzi, ukiziangalia zile zilizofungwa zina sawa kabisa na ambazo ziko nchi kama Afrika Kusini. Na sasa hivi tunaongeza nyingine. Lakini tuna huduma ambayo inaitwa PET CT scan ambayo tumewekeza zaidi ya bilioni 19 kwa kipindi hichi cha miaka 5 ya mama iliyopita. Sawa. Ambayo ni huduma, sisi tumeweka ni huduma ya kimkakati ndani na nje, na hii ndio tulikuwa tunaifuata nje. Lakini tunapanua vituo vya huduma. Mbeya tunafungua. Ndio. Dodoma kuna kituo kinaanzishwa na mashine zinasimikwa. Lakini pia Mtwara tunaenda kufungua hizi huduma. Kwa hiyo
uhitaji kusema kweli umekuwa ni mkubwa, lakini serikali imejipanga. Ndio. Sasa hizi wataalamu wote wa saratani wanatoka hapa kwetu, wanafundishwa hapa kwetu. Sawa sawa. Tumeambiwa kuna huu uzinduzi wa mpango mkakati wa 2026 2030. Ni mpango mkakati wa aina gani? Kama unavyofahamu kwamba hivi karibuni tulizindua dira ya maendeleo ya nchi ya miaka 25 30 50. Okay. Sisi hapa tunaanza mpango mkakati yetu inakuwa ni miaka mitano. Kwa hiyo tunaigawanya, lakini yote inaendana na ile dira yetu ya maendeleo. Lengo letu kubwa kabisa la kwanza ni kuhakikisha tunaibadilisha picha ya saratani. Moja, kwa idadi ya wagonjwa wapya, tunataka tupunguze kwa 30% kwa miaka hii mitano. Yaani namba ipungue kwa 30%. Lakini pili, tunataka tubadilishe, badala tulikuwa tunaona 70% ya wagonjwa wetu wanakuja kwenye hatua za juu za ugonjwa 3 na 4. Sasa hivi tunataka tuhakikishe 40% ndo waje kwenye hatua hizo za juu, yaani 60 wagundulike wakiwa mapema. Lakini cha tatu, swala sasa hivi hatuangalii upatikanaji tu wa huduma, tumejikita kwenye ubora wa huduma wa ndani na wa nje. Sawa sawa. Moja, lazima tupate itibaki za kimataifa, sasa inaitwa accreditation. Okay? Unajua, ili uweze kutoa huduma nje lazima uwe na thamani au na ubora wa kimataifa ili kuleta tiba utalii. Lakini cha pili, tunataka tuhakikishe kwamba tunapunguza kero na malalamiko. Moja ya kusubiria kupata huduma. Yaani kwa kipindi cha nyuma ulikuwa unakaa miezi mitatu ili uweze kupata, mpaka miezi mitatu uweze kupata huduma ya mionzi. Sasa hivi tunataka tuirudishe nyuma kwa wiki 2. Ndio maana tunawekeza kwenye mashine, tunazifunga, tunasogeza kwenye hospitali za jirani. Lakini pili, hata kwetu tunaongeza idadi ya mashine. Lakini pia tunaongeza wataalamu kwa kuwapeleka na kuwaboresha wataalamu, kuwapa uwezo kwa kuwapeleka kupata mafunzo ya kibobezi, sio ya kibingwa, ya kibobezi kwenye nchi zilizoendelea. Sawa sawa. Lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba huduma za kinga inakuwa ni kipaumbele. Moja, kwa kuhakikisha zinawafikia wananchi kwenye level ya wilaya na vijiji. Ndio. Lakini pia kuhakikisha elimu hii inawekwa kwenye mitaala yetu ya shule za msingi na kuwapa elimu. Na 70% wa Tanzania tunataka kwa miaka 5 wawe na ufahamu na elimu kuhusiana na visababishi vya saratani. Ndio. Lakini upatikanaji wa huduma uwe ni kila mtu kuwe na usawa, kwa kuhakikisha kwamba tunahamasisha hii bima ya afya kwa wote. Sawa sawa. Na kwamba watu waweze kupata huduma sio kwa kutumia hela au msamaha, lakini kwa kutumia bima. Ndio. Hiyo ni mipango yetu ambayo tunaiona. Sawa sawa. Ya miaka 5 ambayo tunaiangalia. Ndio. Dokta, hatujaweka kiwango labda kwamba katika miaka 5 hivi tuhakikishe tumepunguza vifo kwa kiwango gani vitokana na saratani? Ni kweli. Kwanza tumeanza na wagonjwa wapya. Ndio. Kwa hiyo tukipunguza idadi ya watu wengi wanaopata, maana yake vifo nao vitapungua kwa 50%. Okay. Lakini pili, tukianza kuwagundua watu mapema, ugonjwa wa saratani unazuilika na unatibika, hususan ukifika kwenye hatua za mwanzo za ugonjwa, ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo tukibadilisha ile picha, tukawa tunaona wagonjwa kwenye hatua za mwanzo, manake wengi wataishi kwa muda mrefu, tutapunguza vifo. Kwa sasa hivi unakuta 30% tu ndio wamewahi kufika. Kwa hiyo 70 wamechelewa. Kwa hiyo hata inaendana sambamba na matokeo ya tiba inakuwa ni sio nzuri, matokeo ya tiba, lakini pia inaendana na vifo. Watu wengi wanafariki chini ya miaka 5 kwa 70%. Ndio maana ukiona mtu ana saratani leo miaka 6, wengi 70% huwezi kumuona, ni historia. Ndio maana ile dhana kwamba saratani inahusishwa na vifo.
Lakini tukiweza kubadilisha hii picha, maana yake ni kwamba 70% wataishi muda mrefu, labda vifo vitatokea kwa hiyo 30%. Sawa sawa. Ni mpango mzuri, mpango mkate mzuri, na kwa namna ambayo tunajua changamoto hasa ugonjwa wa saratani kwa namna jinsi ulivyo, na kwa sisi Tanzania kweli tumeweza kupiga hatua. Mimi nilikuwa nafuatilia, na hata ungelizungumza ningekuuliza kwamba kuna raia wa kigeni ambao tumeshuhudia wakija hapa wanaomba ruhusa kuingia nchini kwa lengo la kuja kufanyaje, kutibiwa. Sasa kuna wito kwa watunga sera pamoja na wadau mbalimbali ambao wanashiriki katika kufanikisha hili swala liweze kutimia kama ambavyo tumeka mipango yetu mikakati. Kitu cha kwanza, najua tuna mpango mzuri sana wa dira ya maendeleo, na sisi tunasema tuna nia njema, goodwill. Lakini kikubwa zaidi, hii lazima inahitaji sana ushiriki wa sekta zaidi ya moja. Udhibiti wa saratani sisi tunasema ni mtambuka, kuanzia sekta ya habari, elimu, kwa sababu sekta ya habari lazima ielimishe jamii, sekta ya elimu, sekta ya afya, lakini pia hata wizara na utamaduni na michezo, kwa sababu mambo mengi yanaendana na utamaduni. Baadhi ya hizi kubadilisha mfumo wa maisha ni tamaduni. Mfano, unaweza ukaambiwa usile hichi, kinakuongezea labda hatari kubwa kupata saratani, lakini ukasema ni tamaduni yako. Kuna wengine tamaduni pombe ni tamaduni mila na desturi. Lakini ndugu zangu kaskazini habari bwana, sina maana hiyo. Kuna sehemu ambazo matumizi ya tumbaku ni tamaduni, sawa. Wanapata ushiriki mimba za watoto wadogo, kwa unaona ni tamaduni. Uandaji wa chakula, sumu kuvi ambao unaweza kupelekea ukapata saratani ya ini, ni tamaduni, kwa sababu jinsi gani wanaandaa, wanasindika kwenye unyevu na kadhalika. Sawa sawa. Kwa hiyo kumbe tunahitaji hata wizara ya tamaduni na michezo nayo iweze, hata wizara ya kilimo pia hapa, hata wizara ya kilimo hapa inaingia pale. Naona hata wizara ya viwanda na biashara lazima iweke masharti ambayo yafanye kwa vile vitu ambao kemikali, vitu hatarishi visiwezi kutumiwa vitumiwa kwa kiwango, na kuna baadhi ya makundi ya umri hawaruhusiwi kuvitumia, au watu wengine, makundi mengine yanahitaji kupewa kinga na kuangaliwa. Mtu anavuta sigara kwenye sehemu ya jamii, kuna watoto na kadhalika, au mtoto mdogo anatumwa sigara. Hivyo ni vitu ambavyo kwani ni sekta mtambuka. Lakini inahitaji pia uwekezaji. Ili mipango ifanyike, inahitaji rasilimali hela, ili uweze kutengeneza miundombinu, lakini pia uweze hawa wataalamu kugharimia na upatikanaji, uanzishaji wa viwanda na dawa na kadhalika, vipatikane kwa bei nafuu. Kwa hiyo ni kwamba inabidi tuiangalie hii mipango kakati yetu na dira yetu, tushirikiane kwa pamoja, tunaweza tukafika. Shukrani sana. Asante sana. Mimi nikushukuru sana Dr. Crispin Kahesa, mkurugenzi wa idara ya kinga kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road ORCI, kwa kifupi unaweza kuita hivyo, na tumezungumzia sana kuhusiana na ugonjwa wa saratani wenyewe, lakini pia tumeizungumzia taasisi ya saratani ya Ocean Road, historia, lakini tukaja kuzungumzia mustakabali wa huduma za saratani nchini Tanzania, lakini pia na uzinduzi wa mpango mkakati wa 2026-2030. Na utazindulia nini mpango mkakati? Kama unafahamu, mwakani taasisi ya saratani ya Ocean Road inatimiza miaka 30. Sawa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 4 ni siku ya saratani duniani, mwezi wa pili. Kwa hiyo ndio mpango mkakati utazinduliwa, lakini pia atakuwa ni maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi ya saratani. Shukrani sana. Sasa asante sana Dr. Crispin Kahesa, mkurugenzi wa idara ya kinga. Nadhani tutaomba wataalamu waje hapa, maana jana wanasoma gazeti la Mwananchi, wakanaeleza hizi nyanya zinang'aa sana ambazo hazijaribika, kumbe mara nyingi zinapuliziwa dawa. Yaani kabla zijavunwa, yani muda mchache kabla ya kuvuna zinapuliziwa dawa, zinaenda sokoni. Wakaandika pia ni miongoni mwa mambo yanaweza kuchangia kuleta
saratani hiyo. Nadhani siku hiyo tukikualika dokta, tuombe uje utuambie vyakula hivi ambavyo tunakula tunaamua nini katika afya zetu. Ni kitu muhimu sana. Ndio. Tuangalie nafasi ya kemikali kwenye mambo. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, mwenzangu ni Emily Lazarus. Tunapata marudio asubuhi njema, tarejea baada ya kukutana na wahariri. Endelea kwa nasi.